Mambo vipi? Poa, karibu sana. Asante. Kama karibu sana. Sasa, hebu tuanze tulipoishia. Vipi? Kina Latino unaendeleaje? Kikweli kabisa. Sasa hivi sijajua kwa sababu sijaenda kwao. Lakini ninavyohisi itakuwa nimesharuhusiwa hospitali. Maana mara ya mwisho nilivyoenda hospitali walisema kwamba dogo anasikilizia tu maumivu then ataruhusiwa. Itakuwa amesharudi sasa hivi. Mimi nadhani hilo ndio jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu kama mpaka wameweza kutoka hospitali na imani wako sawa. Na pia hiki ndo kipindi ambacho mimi natamani sana niwe karibu na ile familia, ndo kipindi ambacho natamani niwaoneshe kina Latina yeye na mdogo wake kwamba jinsi gani ambavyo mimi nawapenda na wajali. Yaani kuna namna ambavyo natamani yule atambue kwamba najitoa kwenye maisha yao kwa ajili ya furaha yao, na natamani pia waondokewe na yale maisha ambayo wanayaishi. Malizi bwana. Unatamani utoke kwenye yale maisha au unatamani umpate Latina? Mimi nadhani yote ni muhimu, ila hilo la kumpata Latina nadhani ndio kubwa kuliko, kwa sababu wewe unatambua ni mwanamke ambaye mimi nampenda na unajua kabisa mimi nampenda kiasi gani. Anyway, wacha nikajiandae tuondoke. Nitaka kushangaa mimi mwenyewe. Unasema kwamba tunataka uwasaidie. Hivi nikuulize swali sasa. Latina kapa pale. Utamchukua Kingu utamsaidia yule? Sawa. Kama ulivyosema tuondoke. Kajiandae tuondoke. Basi sawa, pia kuna kitu kinanichanganya kwenye swala la mavazi mzee. Yaani nashindwa kuelewa kwamba nivae mavazi aina gani, kwa sababu natamani kuvaa mavazi ambayo niendane na yeye. Kuna namna labda waenda kanielewa zaidi kuliko hivi ambavyo mimi nafikiria kichwani mwangu. Unajua unanifurahisha. Lakini nimeshakwambia kabisa kwenye mapenzi yako siwezi kuingilia. Kama unaona njia yako ya kutongoza ndio hiyo, uvae vibaya ili mwanamke akupende. Sawa? Utaumiza kichwa na utaumiza kichwa. Ila mimi nimeshakwambia tu mwanamke mwambie ukweli na akujue jinsi ulivyo. Acha ngajiandae tuondoke. Wengine bwana. Dada, mimi sio kwamba eti mgonjwa kivile mpaka hadi nishindwe eti kwenda kutafuta chakula. Hapana dada, mimi najiweza. Cha muhimu tuendelee kutafuta tu chakula. Kumbuka ile pesa tuliopewa ni ndogo sana na tutaitumia na itaisha tu. Kingu, mimi nakuelewa vizuri sana. Lakini tambua mimi natimiza matakwa ya yule mkaka. Alisema kwamba wewe kwa sasa unahitaji muda wa kupumzika. Lakini tambua kuwa unaumwa. Dada, nimeshapumzika sana. Yaani kwa sasa hivi labda tu nisikutishe. Mimi najisikia vizuri na nadhani afya yangu imesharudi. Kingu, kiukweli mimi dada yako inaniuma sana kukuona unahangaika. Na mimi aliyakuwa naweza nikatafuta chakula kikaivu cha kutosha na ukala. Kuko sasa hivi, hebu naomba utulie. Mimi dada yako naweza nikatafuta. Alafu ile pesa tuliyopewa kule hospitali inaweza ikatutosha kwa hizi siku 2-3 mpaka inaisha. Utakuwa ushakaa sawa na tunaendelea na maisha yetu. Dada, hebu nakuomba uachane na hayo mambo. Tambua kwamba unavyosema hivyo unanizalilisha mimi. Mimi ni mtoto wa kiume. Yaani siwezi eti kukaa nisubirie niletewe. Hebu amka tuondoke. Tabu nazopata moyo unachoma kama mkuki moyoni. Najiuliza tumekosea wapi. Mbele ni giza, sina pa kushika. Mungu Baba simama. Binafsi nimechoka sana kwa sababu tumewatafuta bila mafanikio. Sielewi, hospitali hawapo, nyumbani hawapo. Hivyo nadhani kwa wameenda wapi? Sasa wewe Malizi, mimi ukiniuliza swali kama hilo nitakujibu nini? Wakati muda wote tunazunguka wote. Yaani usitegemee kupata jibu chanya kwangu mimi, utapata hasi tu. Alafu, unajua mimi nimeacha kazi zangu kwa sababu ya kwewe. Yaani wanasema kwamba mapenzi ni upofu, kwa hiyo tumekuwa wapofu wote.
Maana kwa sababu anapambania mapenzi yako, wewe nimeacha kazi zangu zote huko. Lakini sawa, anyway. Yaweza kuwa labda ndio mtu ambaye utakuja kufanya naye mambo makubwa sana. Ndio maana unampata kwa shida. Wanasemaga dhahabu ukiona umepata kiulaini, ujue hiyo sio dhahabu. Hilo ni jiwe tu. Ila dhahabu utakuwa uzame chini. Kwa hiyo kwa mateso ambayo unayapitia, alafu eti uje umkose. Kwanza mimi niseme nashukuru sana kwa kila hatua ambayo unasimama na mimi, kwa kila jambo ambalo unasimama na mimi. Umekuwa mtu wa karibu sana kunipambania na kunipa moyo ili niweze kufikisha mimi ujumbe wangu kwa Latina. Lengo kubwa nadhani unajua kila kitu. Na ndio maana unasimama na mimi bega kwa bega. Hembu sina ambacho naweza nikakuahidi. Tukifanikiwa kwenye hili, Mungu ndo anajua nini naweza nikafanya dhidi yako ndugu yangu. Malizi. Ongea vyote, lakini usije ukaapa. Kwa sababu anasema kwamba usimwapie mtu. Ujue mtu anapokuwa na shida, yani huwa anaahidi vitu vingi sana. Ndio maana hata wanasiasa kuna mwingine atakwambia, mimi mkinichagua mimi nitapitisha ndege ya maziwa." Wewe ndege ya maziwa inaweza kupita juu? Anamwaga tena mwaga maziwa. Si uongo. Kwa hiyo angalia, kuwa makini na mdomo wako shehe. Hebu naona maneno yameshaanza kuwa mengi, tuondoke. Maana naona tushachoka sasa kutembea, unaanza kunidanganya sasa hivi. Niamini kaka. Twende. Naomba unisikilize kwa umakini. Mimi sikupendi na sikuhitaji. Naomba uweke akilini, si umenielewa, masuala kumfuata dada yangu, kumfuata mamangu mdogo na kwenda kueleza hisia zako za kipumbavu za mapenzi dhidi yangu. Sitaki iwe mwanzo na iwe mwisho. Tumeelewana? Mimi sina mpango wa kuwa na wewe. Si umenielewa? Kwani wanaume wote wameisha kwenye hii dunia? Tafuta basi mwanaume ambaye ni size yako, unaona kabisa huyu ndio mwanaume wewe utakayempenda, utakuwa naye kwenye maisha yako, kwenye dunia yako, lakini sio mimi mami, yuko mwanamke ambaye ni ndoto yangu. Unajua nini Malizi? Nakupenda sana. Hata kama unipendi, najua utajifunza tu kunipenda taratibu. Nakupenda, usinifanyie hivyo. Please. Nakupenda sana. Hivyo ajisikia unachokiongea? Nimeshakwambia kaa mbali na maisha yangu. Kaa mbali na kivuli changu. Sikupendi, sikuhitaji na sina mpango wa kuwa na wewe. Stupid. Dogo vipi? Vipi hali yako sasa hivi? Namshukuru Mwenyezi Mungu. Kwa sasa hivi naendelea vizuri. Latina. Lakini nikwambia, dogo anatakiwa atulie nyumbani. Angalau afya yake iweze kukaa sawa, ndio aweze kutembea. Ndio maana nimekuachia ile pesa kwa ajili ya kula ndani ya siku 2-3. Vipi tena huko? Ndio ulisema apumzike nyumbani. Lakini kwa leo kaniomba atoke angalau anyoshe miguu kwa sababu amechoka sana kukaa ndani. Si unajua amezoea kutembea tembea. Ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu, maana hadi ukianza kuwa na usaha wa kuweza kutembea, naona dhahiri kabisa afya yako imeanza kuimarika. Ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu hali ambayo nilikuwa nimekuta nayo ilikuwa sio nzuri. Ni kweli. Maana sasa hivi
hali yangu ni tofauti na mwanzo. Maana sasa hivi hata naweza kukimbia kimbia, napiga mazoezi hapa na pale. Kwa hiyo namshukuru sana Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ashukuriwe. Haya, mmetoka wapi huko? Tulikuwa tunatembea tembea, lakini tumekutana na rafiki yako. Tumeshindwa kumsalimia kwa sababu alikuwa na mchumba wake. Yaani mchumba wake? Yaani mchumba wake kivipi yani? Mbona Malizi hana mchumba? Hana mchumba wakati alikuwa wamekumbatiana? Wamekumbatiana eti. Aya, sawa, maana mimi nilikuwa nimeachana nayo huko. Kwa hiyo nitakuja baadaye nyumbani kuja kuwasalimia. Sawa, karibu sana nyumbani. Muda wote unaruhusiwa kuja. Okay. Mchumba wake. Malizi nayo kwa nini anachanganya madawa tena? Hebu ngoja nimpigie. Malizi. Yes. Pokea. Malizi. Naam. Asa ndo umefanya nini ndugu yangu? Kuna nini sasa? Hapa Ratina, hapa nimekutana na Ratina hapa. Kaniambia kwamba amekuona upo na yule demu wako. Tena mnakumbatiana. Nini tena sasa, mbona umeharibu sasa? Ameniona? Ya. Ameniona wapi? Nisikilize sasa. Halo? Halo? Sasa mimi namuelekeza anakata simu. Ngoja nimfuate huko kwao. Hivyo anachukuliaje? Wewe unachukuliaje wewe? Unaona niweza sana, si ndio? Wewe nisikilize. Sio, umeelewa? Hivi wewe unamtaka Ratina? Unamtaka Ratina na kuuliza? Sio. Wewe unachukuliaje mwanangu? Sasa kilichokufanya utoke hapa, uende kwa Ratina kwenda kumwambia kwa kwamba mimi na mahusiano na Winnie ni nini? Na ulikuwa unajua kabisa kwa kwamba mimi na Winnie ni vitu tofauti. Mimi simpendi wewe mwanamke. Una shida gani mshikaji wangu wewe? Hivi mwanangu unachukuliaje? Wewe unachukulia majinini, si ndivyo? Jamani, Kawaizi, nini shida? Mbona makelele nyumba nzima, mimi nashindwa kufanya mambo yangu kwa ajili yenu? Sasa nataka mniambie nini shida yenu leo? Yaani haiwezekani jamani. Yaani makelele chungu mzima ndani, sifanyi kazi zangu kwa ajili yenu. Hebu nataka mnieleze. Yaani leo sisikila mwadhini wala mnadiswala. Nataka nijue shida yenu nyinyi ni nini? Nisikilize nasi. Acha nikwambie ukweli. Nisikilize. Haya. Hili ni swali la kwangu mimi na wewe. Haya, huyu ndio kumwambia anamhusu nini? Haya mambo ya wanaume ushakuona mtu hakika anashirikishwa. Ili la kwetu tumalize wenyewe. Sio, umeelewa? Asijue chochote huyo. Umeelewana? Umeamua wewe kusindio? Sawa mwanangu. Oya ni kariri mwanangu, usinichukulie kwa poa mwanangu. Oya Hivi Kamalizi, kuna shida nini jamani? Umeona mpaka mzee kaondoka. Kamalizi, narudi sasa hivi uniambia shida nini mpaka akiwa naondoka. Hatujamalizana. Yaani wewe ni leo. God damn. YQ. Jamani, kwani una shida gani? Wewe utaki kuniambia shida yako. Yule naye Malizi hataki kuniambia shida yenu. Haya, hebu niambieni. La sivyo hapa utakuwa uondoki. Nisikize dadangu. Kakao kashasema nisiongee chochote. Nisiongee nini? Chochote. Kwa siwezi kuongea chochote. Ili swala la wanaume. Sasa wewe. Jamani, yani hata nimeshindwa kuwasuluhisha watu. Jamani, mimi nitaweza lini?
Kakaangu, yaani sasa hivi umebadilika sana, yaani haueleweki kabisa. Hivi shida ni nini kakaangu mpaka unakuwa hivyo? Mimi nadhani wewe na mama mdogo ndo hamtaki kunielewa. Sifurahishi kweli na mfumo ambao umeniletea kunichagulia mwanamke. Mimi kuna mwanamke wangu yuko ambaye nampenda, ndo mwanamke ambaye natamani kana kwamba aje kuwa mke wangu. Sio, umenielewa? Na sio yule mwanamke wenu ambaye mnaning'ang'aniza mimi kuwa naye. Kakaangu, huyo mwanamke unayemtakaye ni nani? Na yukoje? Anaishi wapi? Ambaye anakufanya wewe unakuwa rafurafu kama hivi. Yaani hueleweki ndugu yangu. Niambie, mimi nitakusaidia. Unajua nini kakaangu? Kipenda choroo hula nyama mbichi. Kwa hiyo usihofu kakaangu, mimi nitakusaidia kwenye swala hilo. Tashukuru sana kama ndio pamoja na mimi. Usijali kakaangu, lazima nitakusaidia. Yaani sipendi unavyokuwa hivi. Maswali mengi kichwani, bahati yangu ni ipi? Au bahati yangu ni kuteseka? Au bahati yangu ya punda kila siku